Biblia inasema basi Deborah, this one woman, alikuwa anaitwa nani? Deborah. Wewe unaitwa nani? Harriet. Wewe unaitwa nani? Harriet. Biblia inasema huyu mwanamke huyu Deborah huyu alikuwa nabii mke. She had her God-given assignment. Amen. Nabii mke stands for a God-given assignment. Amen. Stands for her purpose in life, and it also stands for her relationship with God. Are we together? Amen. Alikuwa anaitwa Deborah. Yes. Alikuwa nabii mke, the same woman. Inaendelea pale anasema alikuwa mkewe Lapidoth. So she was Deborah. At the same time she was a prophetess. At the same time alikuwa ni mama wa familia, ni mke. Nabii mke, mkewe Lapidoth ndiye aliyekuwa mwamuzi, a judge. Are we together mama? Amen. Ni mwanamke mmoja lakini anavaa kofia ngapi? Amen. Amen. Kuna wakati anakuwa Deborah. Yes. Kwa mfano, mimi nikiwa na Bishop au na Pastor Joy, I am Rose. Mimi ni Rose. I can talk to them anything. We can laugh, we can joke. They can see me as Rose, not as Pastor Rose, not as Dr. Rose. I can be myself around them kwa sababu ya yale mahusiano tulionayo. Kwa hiyo kuna wakati alikuwa anakuwa nani? Deborah. Dada wa kawaida kabisa, mwanamke wa kawaida kabisa, anayelia, anayeumia, dada wa kawaida kabisa. Halafu kuna wakati alikuwa anakuwa nani? Nabii mke. Kuna wakati nakuwa Rose, kuna wakati nakuwa Pastor Rose. The same woman wearing different caps in different seasons and different times. Kuna wakati askofu ananiita Rose, akipanda hapa kwenye madhabahu ananiita Pastor Rose. Amen. Nikirudi kule nyumbani kwangu kwa mume wangu na watoto wangu na kuwa mke wa Shaboka, mama wa Ivan, Vanessa and John Mike. The same woman. Hallelujah. Amen. Nikiingia kwenye biashara, I am a dangerous business woman. I sell everything except human beings. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kuna wakati I am not a pastor, I am not Mrs. Anybody. Kuna wakati I am a career woman, a business woman. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa huyu mwanamke anaitwa Deborah anatuonyesha department 4 zinazotakiwa kuexist kwenye maisha ya kila mwanamke. Amen. Tuko pamoja? Wanawake wengi tuna hizi department 2. Deborah mke wa Lapidoth, umemaliza. We are done. Ndio maana nikakuuliza, tukiondoa Mrs. Lapidoth unabaki na nini Deborah? Lakini huyu mama anaitwa Deborah, tunaona hata tukiondoa Mrs. Lapidoth, anabaki ni mwamuzi. She's a career woman. She's doing something with her life. Amen. Ana kazi inayomuingizia kipato. Yes. Lakini hata hii kikata, labda hakwenda shule, hana certificate, hawezi kuajiriwa, hawezi kuwa judge. Ana nabii, God given assignment. Hallelujah. Ana vipawa, ana karama ambazo Mungu ameweka ndani yake. Yes. Kwa hiyo hata kama ndoa haipo, hata kama karia haipo, yes, bado huyu ni mwanamke wa maana. Kwa sababu kuna kile kitu Mungu ameweka ndani yake. Yes. Kuna vile vipawa, kuna vile vipaji Mungu ameweka ndani yake na anavitumia. Hallelujah. Sasa rudi hapa nabii Lapidoth, rudi pale. Judge pale.
Nimekuuliza swali, tukiondoa Mrs. unabaki na kitu gani? Unafanana na yule mwanamke pale? Wanawake wengi Bishop, tukiondoa hii Mrs. Lapidoth ameisha. Ndio maana unaona Bishop, wa mama wengi mume akifa umeisha. Kwa nini? Kwa sababu you did not take time to develop the other two departments of your life. You only invested your time and your energy hapa, kwenye marriage, kwenye familia, kwenye kuwa Mrs. And life is full of uncertainties. Anything can happen. Lapidoth anaweza kukuacha, anaweza kukutana na Amina mwenye supportive documents kubwa kuliko za kwako, anaweza kukutana na Ana mweupe kuliko wewe, akaenda. Sasa akiondoka namna hii, unakuwa ni kama umeachwa uchi, huna kitu kingine cha kushika. Ndio maana unaona wamama, eneo hili la ndoa likiharibika, eneo la mahusiano likiharibika, anakunywa sumu. Umeona wasichana, askofu amezungumzia kwa habari ya wasichana wanaouawa. Shida iko hapa, pakisumbua hapa, na huku yapanga haya maeneo mengine vizuri, lazima utajidhuru, kwa sababu your whole life was centering around Lapidoth. Your whole life was revolving around Lapidoth. Na kuuliza tena, tukiondoa neno Mrs. kwenye jina lako, unabaki na kitu gani? Deborah angesema mimi ni nabii, mimi ni judge. Kwa hiyo hata kama nisipokuwa Mrs. somebody, bado maisha yangu hayasimami, maisha yangu hayakwami, ninaendelea. Amen. Wamama tuko pamoja? Amen. Nataka ufanyie maisha yako analysis. Kuolewa na kuzaa watoto ni kitu kizuri na ni kitu cha baraka, lakini haitakiwi kuwa mwisho wa maisha. Life, you were not just created for the bedroom and the kitchen as a woman. Hallelujah. Unazaa watoto, alafu wakikuwa wakienda, unabaki unafanya nini? Unabaki unafanya nini? Unasubiria kufa. Unasubiria kufa kwa sababu yale maeneo mengine mawili pale hayako active. Amina. Amen. Okay. Bishop, wale ambao mko kwenye social media mtakuwa mmeona, na hatuwezi kuficha maana it is everywhere. Si mmeona? Nasema hivi, si mmeona? Si mmeona mishale inayotupiwa? Si mmeona? Lakini imenitingisha. Kwa nini? Kwa sababu hapa. Amen. Hapa. Kwa hiyo hapa pakitingishika, I cannot die. Hapa pakitingishika, yes, I will not lose my life. Amen. Hapa pakitingishika, yes, I will not get confused. Yes. I still have a lot to do. Hallelujah. I still have a lot to do. Amen. Ninakuombea katika jina la Yesu. Amen. Mungu akupe neema ya kusimama. Hallelujah. Mungu akupe neema ya kusimama. Amen. Kitu kingine ni kuonyeshe kwenye andiko hili. Rudi hapa. Biblia nasema kwanza alikuwa Deborah. Pili alikuwa nabii mke. She had an assignment. She had her God-given purpose. She had her relationship with God which was personal. Alafu namba 3, Biblia inasema she was Mrs. somebody. She was mama somebody. Sasa nataka uangalie namna ambavyo Bible imeyapanga maisha ya Deborah. Biblia ilikuwa na maana. Haikusema anaitwa Deborah mke wa Lapidoth, halafu judge, halafu ndio prophetess. Biblia inasema ni Deborah, nabii, assignment, mke
marriage and family. Number 1, nachotaka ukione ni kwamba we unaanza kwenye kila kitu, you should go first. Lazima ujifunze kujitanguliza, kwa sababu hata neno la Mungu linakutanguliza. Hallelujah. Kabla hujawa mke wa, wewe ni wewe. Amen. Kabla hujanunua suti ya, jinunulie wewe kwanza gauni. Hallelujah. Kabla hujachukua mkopo benki na kumnunulia gari, jinunulie kabaya. Jinunulie kwanza yeye. Hallelujah. Yes. Nipungie hivi. Amen. Sasa Bishop, ukiona mwanamke anachukua mkopo benki, anamnunulia mwanaume gari, halafu yeye anapanda bodaboda, huku mnazihitaji bodaboda, maana yake ni kwamba hii nafasi ya tatu amemtoa huyu jamaa kwenye nafasi ya tatu, amemleta kwenye nafasi ya kwanza, halafu yeye akajipeleka huku au huku. Wanawake wengi tunafanya hivyo. Unatanguliza wengine wote, halafu wewe unajiweka mwishoni. Unatanguliza wengine wote, halafu unajisukuma mwishoni kabisa. Ndio unaona hata mama anapika chakula, anapakulia wengine wote, yeye anabaki na ukoko kwenye sufuria. Na unafikiri hiyo ni sacrifice? Sio sacrifice, ni ujinga. Ni ujinga. Amen. Sio sacrifice, ni ujinga. Mwambie jirani yako ni ujinga. Ni ujinga. Kuna kitu askofu anasema kinaitwa self love. Hallelujah. Hakuna namna utakuwa mama mwenye sauti if you don't love yourself. Amen. Mmechanuka. Hallelujah. Amen. Hakuna namna utakuwa mama mwenye nguvu if you don't love yourself first. Paulo anamwambia yule mtu pale mlangoni, anamwambia tulicho nacho ndicho tukupacho. Amen. Huwezi ukatoa upendo usiokuwa nao. Yes. Wamama wengi mko hapa, mko depleted. You are filling everybody cup. You are not filling your own. Biblia ilikuwa na maana. Deborah. Hapa. Number 1. Tell your neighbor, put yourself first. Put yourself first. Put yourself first. Put yourself From first. today, put yourself first. Put yourself first. Let me tell you something. That man you're killing yourself for, I swear to God, he's not dying for you. No, he's not. He's not. Askofu alituambia jana kwenye mahubiri, Pastor Joy, baba akasema sisi tukifa, in fact, yani hata wakati hujakata roho vizuri, tayari kuna mwingine anatumiwa message. Wakiwa kwenye ibada ya mazishi yako, kuna yule anamsevia na kachai, anamwambia dadi, pole pole sana kwa msiba, pole. Na yeye anauliza namba yako ni ngapi? Mtafute mwanamke aliyekaa jirani, amwambie don't kill yourself for anything. Don't kill yourself for anything. Because they are not killing themselves for you. They are not doing it. Mwanaume pekee aliyekupenda akakuendea msalabani anaitwa Yesu, anaitwa Kristo. Hawa wengine hakuna. Hallelujah. Yes. Jesus.
Maisha yako kuanzia leo yanatakiwa kuwa na hizi idara 4. Yanatakiwa kuwa na hizi department 4. Na department ya kwanza ni wewe unaanza hapo. Ni wewe unatangulia hapo. Chakula kizuri ni wewe unatakiwa kula. Nguo nzuri ni wewe unatakiwa kuvaa. Perfume nzuri ni wewe unatakiwa kupaka. Kiatu kizuri ni wewe unatakiwa kuvaa. Nywele nzuri ni wewe unatakiwa hayakaba. Ni wewe unatakiwa kusuka. Hallelujah. Yes. Askofu hata nikaribisha tena. Amina. Hallelujah. Wewe unaanza. Amen. Ukitoka wewe, kinachofuata your assignment. Amen. Hallelujah. Yuko wapi yule wa assignment? Amen. Your God given assignment. Hallelujah. Si ndio? Assignment ni pana. Hallelujah. Yeah. Yes. Shalabakayata. Ayagadabosha. Askofu amesema assignment ni kubwa. Hallelujah. Ni kubwa kuliko kijiji ulichozaliwa. Amen. Ni kubwa kuliko familia ya mume wako. Amen. Ni kubwa kuliko wakwe zako. Yes. Ni kubwa kuliko shule uliosoma. Yes. Na nataka nikuambie, Yes. assignment ni kubwa kuliko hata taifa lako. Hallelujah. Na ndio maana nimetoka Tanzania nimekuja Kenya kwa sababu ya assignment. Assignment ni kubwa kuliko hata taifa lako. Hallelujah. Jesus. Radadabosha. Assignment. Amen. Maono. Purpose. Amen. Vision. Yes. Wanasifiwa. Amen. Na Bishop, angalia sasa. Angalia sasa. Biblia inasema Deborah alikuwa nabii. Hii hapa hii. Haihitaji cheti cha shule. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo hata kama ukwenda shule, Yes. hata kama hujafika chuo kikuu, bado wewe ni wa thamani. Amen. Bado wewe ni wa muhimu. Amen. Kwa sababu umebeba kusudi. Wewe ni mwanamke wa kusudi. Wewe ni mwanamke mwenye kusudi. You are bigger than what they can say. Yes. Hallelujah. Hii hapa hii. Amen. Haiwi determined with your level of education. Yes. Hii hapa. Hii. Hii hapa. Ukiwa umeenda shule, it gives you an advantage. Amen. Itakusaidia kupata kazi huku kwenye career. Kwa sababu nina uhakika Deborah angekuwa hajaelimika kidogo, asingeweza kuwa judge over the whole nation. Amen. Sio? Sasa kama umeenda shule, you have an advantage. Yes. Na actually shule itakusaidia pia kwenye eneo la kusudi. I am a pastor. Yes. But I have 4 degrees. I did my first degree in economics. Mimi ni mchumi na nimefanya kazi kwenye mabenki for some years. Yes. Nikaolewa, nikazaa watoto. Kwa sababu I knew I am not just created for the kitchen and the bedroom. Nikarudi shule. Hallelujah. Nikafanya another bachelor degree, nikafanya masters na nikafanya PhD. Hallelujah. Kwa hiyo yule mzee akiamua leo kichwa kimevurugika, ameamua kuenda, maisha yangu hayaishi. No. I will still live fully. Amen. Amina. Amen. Kwa hiyo after you, kinachofuata kwenye maisha yako, it is your God given assignment. Hallelujah. Assignment yako inatakiwa kutangulia kabla ya ndoa. Assignment yako inatakiwa kutangulia kabla ya family. Amen. Kwa nini? Kwa sababu familia inaweza kuja na kuondoka anytime. Amen. Mnaweza msiachane, lakini mume anaweza kufa. Watoto watakuwa, wataoa, wataolewa, wataenda.
kitakachobaki na wewe mpaka unaingia kaburini, your assignment. Hallelujah. Na kitakachofanya mbingu zikuite mtumwa mwema na mwaminifu, sio hapa. Hallelujah. Kwa hiyo ndio, na huyu ndio atadetermine huyu awe wa namna gani. Amen. Huyu ndio atadetermine hata hapa. Mimi nilikuwa benka, bishop, lakini kwa sababu ya hii niliacha. Mmeona kwenye mtandao kila kinachoendelea hapa, lakini hii Hallelujah. Hii haigusiki. Amen. Hii imeendelea kunipandisha ndege. Nimekuja hapa nimepanda ndege. Hallelujah. Sio kwa sababu ya hii, kwa sababu ya hii. Amen. Hii imenifanya nimelazwa kwenye hoteli 5 star. Hii hapa. Hallelujah. Hii imenifanya nimepanda kwenye range ya askofu. Hii hapa. Amen. Hii hapa. Assignment. Amen. Sasa wanawake wengi, mama askofu, huwa tunalinda hii. Yaani tuko tayari turuhusu hii iharibu hii. Halafu hii kisha haribika, kwa sababu huwezi kuharibu cha Mungu halafu vya kwako vikaenda. Haiwezekani. Sasa hii au ile pale ikishaharibu hapa, kule kwingine kote pia lazima kutaharibika. You first, your God given assignment second. Mambo mengine yanafuata. Yes. Hallelujah. Tuko pamoja. Amen. Hii haitakuacha mpaka siku unavuta pumzi ya mwisho. Na ndio maana Mungu akaiweka hapa. Lakini hii inaweza kwenda, hii inaweza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize tena jirani yako, tukiondoa neno Mrs. unabaki na nini? Tukiondoa neno Mrs. unabaki na nini? Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana nimalize kwa kusema hivi, mwanamke ambaye amewekeza vya kutosha kwenye assignment yake, nitazame mwanamke ambaye amewekeza vya kutosha, pastor, kwenye assignment yake, yes, hawezi kukosa mapato. Amen. Kwa nini? Kwenye Kiswahili tuna maneno mawili, tuna neno kazi na tuna neno ajira. Mnayo maneno huku kwenu? Tuna neno kazi na tuna neno ajira. Ajira kwa Kiingereza inaitwa job. Kazi kwa Kiingereza inaitwa work. Ni maneno mawili ambayo wakati mwingine tunayatumia interchangeably, lakini ni maneno mawili yenye maana mbili tofauti. Your God given assignment, this one, hii ni work. Hii sio ajira, hii ni work. What is work? Work is something you are made for. God created and wired you to do it. Uwe umesoma au hujasoma, tayari umezaliwa na nini? Ndio maana nikikutana na mwanamke leo bishop akiniambia sina cha kufanya, sikuelewi. Kwa sababu unaweza usiwe na job, ajira, but you have. What is work? Work is something you are made for. Job is something you are paid for. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Sasa Bishop, wamama wengi kwa sababu hatuna job, labda hatukwenda shule, hatuna certificates, hatuwezi kuajiriwa, hatuna mitaji ya biashara, tunasema hatuna cha kufanya. Kwa nini? Kwa sababu hatuna job, hatuna ajira. Lakini hakuna mtu asiyekuwa na cha kufanya. Unaweza usiwe na job, lakini ukawa na work. Kile nilichokuwa nafanya bank, kile kilikuwa ni job. Lakini hiki ninachokifanya hapa JCC sasa hivi, hiki ni nini? Kwa hiyo naweza nisipate kipato kwa sababu sina, lakini nikapata kipato kwa sababu ya Hallelujah. Kwani nikimaliza kuhubiri hapa hamtanipa hela? Hiyo hela mkinipa sio kipato? Sasa ilionipa kipato ni hii hapa, ni zile certificate zangu za benki na zile kazi nilikuwa nafanya benki, ama ni hii assignment? Mwambie jirani yako, hata kama huna job bado una work. Amen. Unaweza ukapata kipato kwenye work. Amen. Simpigie Yesu makofi. Hallelujah. Acha nikuache na hiyo leo, tukutane kesho. Mwambie jirani yako, hakuna mwanamke asiyekuwa na cha kufanya. Hakuna mwanamke asiyekuwa na cha kufanya. Kwa sababu hata kama huna job, you have a work. Amen. Ndani yako kuna uwekezaji, kuna vipawa, kuna karama, kuna uwezo mbalimbali ambao Mungu ameweka ndani yako, ambao ukiutumia utakupa hela, utakupa. Amen. Na askofu wetu ametuambia assignment hii ni kubwa kuliko hata hii hapa. Watu wa Mungu, unaweza ukaifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na ukatengeneza pesa kuliko mshahara ambao ungeupata kwenye ajira. Very possible. Hallelujah. Amen. Simama kwa miguu yako. Stand up. Thank you Jesus. Mungu awabariki. Hallelujah. Inua tu mikono yako kwa Bwana. Askofu wetu anapokuja kuachilia neno la baraka kwetu, kesho tutachimba tena ndani kidogo, na ninaamini kabisa Mungu atakusaidia. Haya maeneo manne natamani uanze kuyaangalia kuanzia leo.